Niaje mpenzi mfuatiliaji wa peji zetu za Safari ya Wasomi. Bwana, mchakato ndo kwanza unaanza. Bwana, ndani ya Chuo cha Taifa cha Usafirishaji ndo kwanza tupo katika prosesi za mchakato wa kumtafuta rais wa serikali ya wanafunzi kwa awamu inayokuja. Bwana, na leo hii ilikuwa ni siku ya kwanza ya uchukuaji wa fomu za watiania ya kugombea nafasi ya urais pamoja na makamu wa rais. Na hapa nipo na mmoja ya watu waliotia nia ya kugombea nafasi ya urais. Mheshimiwa, habari yako? Salama, za kwako? Safi, mambo yanaenda? Namshukuru Mungu. Bana mheshimiwa, watu wanaweza kufahamu kwa majina? Kwa majina anaitwa Nicodemus Yasieli Nicodemus, ni mwanafunzi wa Chuo cha Usafirishaji NIT course ya accounting. Okay, asante sana mheshimiwa. Hivi ni msukumo gani ambao uliupata mpaka kwa kufanya kutia nia ya kugombea urais? Msukumo ulionifanya kugombea na kutia nia ya urais ni kuwatumikia wanafunzi wenzangu katika level ya urais, kuwaunganisha kati ya wanafunzi na management ya chuo ili kurahisisha na kuweza kutuwezesha kufanikisha kilichotuleta hapa chuoni ikiwa na ufaulu mzuri na maendeleo mazuri ya kitaaluma. Okay, asante sana mheshimiwa. Mpaka umeweza kutia nia vipi? Unaona mwanga, maana kuna process nyingi sana mpaka mtu kuja kufika ile hatua ya kuwa rais, si ndio? Ndio. Vipi umepima ukaangalia kwamba yes, naweza nikapita interviews na masuala mengine kampeni nini, kwamba ukaona nitaweza kufika pale nilipokuzidia kufika? Cha kwanza nilijifanyia assessment mimi mwenyewe. Nilivyojifanyia assessment mwenyewe nikaona ninafaa na ninastahili. Kingine nikamshirikisha Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo baada ya kumshirikisha Mwenyezi Mungu nikaomba kibali kwake. Hatua iliyofuata ninayoiendea nikaomba kibali kwa wanafunzi wenzangu. Asante sana mheshimiwa, hongera sana na asante kwa muda wako. Nashukuru sana. Okay, asante. Bwana, kama ulivyokwisha kumsikia mheshimiwa aliyetia nia ya kugombea nafasi ya urais. Bwana, ndo kwanza mchakato unaanza. Tutakuwa naye wakati mwingine kadri step zitakazokuwa zinaendelea za harakati za uchaguzi. Asante sana, kwa heri kwa sasa.